binti kitu. Bahati ya pekee. Wameanza. Sema! Ikonda wamemchukua ndugu yangu, tulikuwa tunawinda, wameenda naye huku. Sasa nyie hamjui kama sasa hivi na nyinyi kuna hatari. Mnazurura. Wamepeleka wapi? Wameenda naye huku. Kuna taarifa nimezisikia zimenitia simanzi kidogo. Nilikuwa nahitaji kujua, je, nasikia kuna kijana amepotea. Hivi ni kweli? Ya, ni kweli. Taarifa hizo tunazo. Vijana walikuwa wawili, mmoja amepotelea huko ambapo alikuwa ameenda kuwinda. Yule mmoja alitokomea mbali kabisa, akakutana nao Ikonde, wakamfanyia kitu ambacho sio kizuri, wakamsababishia kifo. Inasikitisha sana, na kikubwa inaumiza kuona nguvu kazi ya himaya ya Gauma ikiwa inateketea. Ila niachieni mimi, nitaenda kuongea na Mkulumba, kisha tutajua nini cha kufanya. Baada ya hapo, nadhani tutawapa majibu yaliokuwa sahihi zaidi. Sawa. Ila naomba muwe makini sana. Pia nahitaji ulinzi uimarike zaidi. Ila ataenda huyu, mimi hapa siendi chache katika kazi zenu. Kweni makini sana. Ajilemali watu wa mema. Karibu sana bwana Metekee. Asante Mkulumba. Nilikuwa na wasiwasi sita kukuta. Hivi unadhani kwa kipindi hiki ambacho ardhi yetu kidogo ina changamoto, nitaenda wapi kama sikutulia nyumbani ndugu yangu? Unaonekana na wewe ni muoga. Sio kwamba ni muoga. Jaribu kufikiria. Huko unatembea zako, ghafla nakutana na kundi la Ikonde. Hata kama ni shujaa kiasi gani, ile utakuwa umeweka uhai wako rehani. Sawa. Labda nikupe habari moja nzuri. Lile swala nimelifanyia kwa ufanisi mzuri zaidi. Tena nimelifanyia kwa uweredi wa hali ya juu. Nimejaribu kufanya kitu kuwatengenezea mashujaa wetu kupata silaha. Nimejitahidi kupambana kadri ninavyoweza kwa nguvu zangu zote nilizokuwa nazo na kwa uwezo nilokuwa nao mpaka mashujaa wetu wamepata silaha. Hilo liko sawa, lakini je, wamezindikwa? Umenikumbusha kitu, lakini ni jambo ambalo tayari nimeshalifanyia kazi muda tayari. Na hivi ninavyokuambia, mashujaa wapo tayari kwa mapambano. Hapo ndipo napokukubali Mitekenyo. Mimi natamani kuona hawa Ikonde tukapoteza kabisa. Yaani ningekuwa na uwezo wa kupoteza jamii yao nzima, ningeiteketeza.
kila mtu atakuwa anafikiria hivyo katika akili yake, na kutokana na jinsi tulivyokuwa tunawachukia Ikonde. Nguvu tunayo, mashujaa tunao, tupo tayari kupambana kwa hali na mali na kwa toni la damu ili tuhakikishe hawa Ikonde wanatokomea. Lakini jambo lingine ambalo limekuwa linanihuzunisha sana, kiukweli limenisikitisha, ni kupata taarifa ya kuna kijana amepotea. Sasa sijajua ni kijana ambaye anatoka katika familia gani. Kikweli imenihuzunisha. Mtekenyo, inabidi uzungumze na mashujaa kwanza, wapate taarifa ya kujua ni nani ambaye familia yake imekumbwa na hili janga. Lakini vile vile inabidi jamii yetu iwe na tahadhari kubwa sana, kwa sababu Ikonde sio watu kuwachezea hata kidogo. Nafurahi sana kusikia hivyo Mkurumba, ila tuwe tayari kwa mapambano. Sawa, lakini vipi pate hata kwa taarifa yako, kuna nyama ya nyani inaandaliwa. Sakala, mke wangu. Mkurumba. Oh, Matekenya. Bisakala. Karibu. Asante. Vipi kile kitoweo mke wangu? Kipo tayari? Ndo nilikuwa nakimalizia. Labda ni watoe tu wasiwasi. Mimi leo niko vizuri. Tena niko vizuri sana. Labda tufanye siku nyingine. Matekenya. Si unajua haya majiko yetu yanaivisha kwa haraka sana. Kwa nini usisubirie? Usijali bwana Mkurumba. Acha mimi niwahi, kuna sehemu naenda kufanya majukumu mengine. Au kama kusubiria pia tatizo, nitakutekenyea kitoweo chako kitakufikia. Kagile mali. Wake wa mema. Dunya, kwa sasa tunahitajika kuwa makini sana. Kwa nini? Umakini huo, umakini wa aina gani? Kuwa makini juu ya Ikonde. Umakini wa aina gani? Mbona unakuwa mwoga wewe? Hivi hujui kama uko na jasiri hapa? Na unajua kabisa kijiji kizima kinanikubali mimi kwa ujasiri wangu. Alafu unakuwa mwoga. Kwa nini? Eti. Utaki kunijibu. Haya. Lakini tambua uko na jasiri. Mimi mzio huwa siogopi kufa. Ila naogopa kufa kabla sijamwoa binti chifu, kwa sababu nampenda. Umwoe binti chifu wewe? Ndio. Kwa nini msimuoe? Una akili kweli wewe. Hata atamuoa nani kama sio mimi shujaa? Eti. Nani wewe? Kagile mali. Kagile mali. Dunya, unaweza ukaniambia ni kijana gani ambaye amepotea? Yule kijana alisema anatoka katika koo gani vile. Ni kweli kiongozi. Ni kijana ya mahetu amepotea. Ametoka nimekumbuka kiongozi. Yule alikuwa anaitwa Washobo na ametoka katika ukoo wa Mde Libeneka yule. Sasa naomba mnisikilize vizuri. Tena naomba mnisikilize kwa makini sana. Tunahitajika tuwe makini sana. Lakini mnajua njia gani haziruhusiwi kupita?
njia ya huku bondeni na njia ya huku kisimani haziruhusiwi kupita, lakini njia ya katikati inaruhusiwa, njia ya kwenda kwa mzee Makusanya. Na sio kuruhusiwa tu, imezindikwa. Tunaelewana? Ndio. Sasa mkijifanya nyinyi akili zenu hazina akili, mutateketea, mutakufa. Mimi kama Tila mnyama, kazi yangu ni kulinda himaya hii. Mnajua fika chifu hayupo katika himaya yetu, anahitaji kurudi lakini anashindwa. Mimi Tila ni kazi yangu kulinda himaya hii na kuwalinda nyinyi na kuwateketeza, kuwatokomeza Ikonde. Sitaki uzembe, sitaki ujinga kwenye kazi. Kiongozi, au mimi hapa mniamuru nimlinde binti chifu, alafu ni utani tu. Dunya, kazi yangu unafanya vizuri. ndio, na hicho ni kidogo tu nilichokudokezea, nitakwambia na kingine. Tubare kushevu tunyami tushalisha timi kamala tajoko tamtamu sabatu tima kalatu mizimu ya Gouma. Tunawaomba msaada, kimbilio letu ni kwenu nyinyi. Hakuna kutusaidia zaidi yenu nyinyi mizimu. Ikonde imezidi kuwa hatari sana. Ikonde wanatishia maisha ya watu. Ikonde imekuwa ni tishio katika himaya ya Gouma. Mizimu ya Gouma, hatuna kimbilio zaidi yenu. Tunaomba mizimu ya Gouma mtusimamie. Tunaomba mizimu ya Gouma mtulinde. Ikonde tumshesha milkia, tumshesha milkia, tumshesha milkia Sabanga. Maji mazuri hayo. Pakati. Sio ya baridi. Ni hadithi ni hadithi. Una hadithi gani na kuhadithia sisi? Nayo hadithi ndogo. Hadithi. Mimi hapa mwenzenu kipindi mdogo. Nilikuwa na mama yangu na mjomba. Siku tulikuwa tunaenda huko wapi, kijiji cha Ngoma Nzito. Kweli tukakuta wamama wanalizomea kiboko. Wanalizomea kiboko, wanalizomea mpaka likafa, limeona aibu hivi. Wanalizomea hilo. Niambia kwenye maji linatoka, niambia kwenye maji linatoka. Mpaka likaona aibu likafa, limelala chali. Taji ni mali. Wake wa mema. Wake wa mema. Ingeche. Naomba tuongee. Nimekuzungukia nyumbani, nimekukosa, lakini nikajua tutakuwa uko huko, kwa sababu najua unapenda sana furaha.
Binti Chifu, usione tuko kimya juu ya swala lako. Swala lako tunalifanyia kazi ile ipasavyo, ila ni kutokana na hali ya halisi jinsi ilivyokuwa. Nadhani hata wewe mwenyewe unaijua, lakini tunajua swala lako kwa namna moja au nyingine. Tuko tayari jinsi gani kulifanyia kazi, na linakuwa linachelewa ni kutokana na hii hali ya ikonde. Ikonde umetapakaa kila kona katika pori letu, na ndio maana tumeshindwa jinsi ya kufunga safari ya kutoka hapa kwenda kijiji cha pili cha Msenga. Ni kwa sababu hiyo, na hata chifu ameshindwa kurudi kwa wakati, ni kwa sababu ya ikonde. Hivyo basi, binti chifu, itapokuwa hii hali imekaa sawa, kila kitu kitakuwa kimeenda kwa kutulia, basi nadhani bila shaka swala lako tutalifanyia kazi ile ipasavyo. Naomba utuvumilie binti chifu juu ya hilo. Mzee Matekenya, mimi nimekuelewa na naelewa hali halisi kwenye himaya yetu ilipotapakaa na mambo ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo wala usijali. Nimefurahi kusikia hivyo. Napenda niendelee kukuona ukiwa na amani, ukiwa na furaha ndani ya moyo wako, kwa kuwa ipo siku swala lako litatimia tu. Wake wa mimi. Ikonde wakiwasili kwa ukatili wa ajabu.